kama Kristo alivyokufa na akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Kristo Mungu atawaleta pamoja naye. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, mababa wa kanisa wanasema maana ya Kikristo ya kifo imefunuliwa katika mwanga wa fumbo la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu, ambaye ndani yake mna tumaini la Wakristo. Mkristo anayekufa katika Kristo Yesu huacha mwili ili kwenda kukaa pamoja na Mwenyezi Mungu milele yote. Kwa Mkristo, siku ya kifo huanzisha mwishoni wa maisha yake ya kisakramenti utimilifu wa kuzaliwa kwake upya kulikoanzishwa na sakramenti ya ubatizo, kufanana kamili na sura ya mwana kulikotolewa kwa mpako wa Roho Mtakatifu, na ushirika katika karamu ya ufalme uliotanguliwa katika Ekaristi, hata kama na lazima bado kutakaswa zaidi ili kuvikwa vazi la harusi. Waamini wanahamasishwa kulitafakari fumbo la kifo kama sehemu ya matumaini ya Kikristo, kwani Kristo Yesu mwenyewe anasema ndiye ufufuo na uzima, na kwamba yeyote anayemwamini ajapo kufa atakuwa anaishi, na kwamba heri yao wale wote wanaokufa katika Kristo Yesu. Matumaini ya Kikristo yawasaidia waamini kukabiliana na fumbo la kifo kwa imani na matumaini, na kwamba hata ustaarabu wa watu wa kale umepitia katika fumbo hili, na kwa hakika ibada ya kifo ni sehemu ya vinasaba vya maisha ya binadamu. Zaburi anasema, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Haya ni maneno yanayowatia waamini matumaini badala ya kujisikia kuwa wanyonge wanapoyaona maisha yao yanayoyoma na kutoweka kama ndoto ya mchana. Kifo kinayaanika maisha ya binadamu na kumwondolea kiburi, na hivyo kuwahimiza watu kujenga na kudumisha upendo, kutafuta na kuambata mambo msingi katika maisha ili sadaka na majitoleo yao yaweze kuwapatia amani na utulivu wa ndani wanapokabiliana na fumbo la kifo. Kristo Yesu anapenda kuimarisha matumaini ya waja wake kwamba yeye ndiye ufufuo na uzima. Jambo la msingi ni wao kumwamini. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, ni katika muktadha wa fumbo la kifo katika maisha ya mwanadamu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemtumia salamu za rambirambi Askofu Mkuu Yuda Tadeusi Ruwaichi wa jimbo kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania, kufuatia kifo cha Kardinali Polikapu Pengo, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, kilichotokea tarehe 19 Februari mwaka 2026 majira ya saa 4 kamili usiku, akiwa katika taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kutoa salamu zake za rambirambi kwa familia ya Mungu jimbo kuu la Dar es Salaam. Anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa huduma ya kiaskofu aliyoitekeleza katika majimbo kadhaa nchini Tanzania. Anamkumbuka hasa kwa sadaka na majitoleo yake katika malezi na majiundo ya awali na endelevu ya makleli jimbo kuu la Dar es Salaam. Itakumbukwa kwamba kati ya mwaka 2007 hadi mwaka 2009 Kardinali Polikapu Pengo alichaguliwa kuwa rais wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katolika Afrika na Madagaskar, SEKAM. Akafanikiwa kuwaunganisha maaskofu wa kusini mwa Afrika na kaskazini kwa kukazia moyo wa SEKAM kujitegemea kwa rasilimali watu na vitu. Na katika maisha na utume wake kama kardinali aliteuliwa kuwa mjumbe wa mabaraza mbalimbali ya kipapa kwa ajili ya huduma kwa halifa wa Mtakatifu Petro. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuiweka roho ya Kardinali Polikapu Pengo, mchungaji mnyenyekevu, katika huruma ya Kristo Yesu, mchungaji mwema. Kwa waombolezaji na wote walioguswa na msiba huu mzito, wakiwa na tumaini la ufufuko wa wafu na maisha ya uzima wa milele, anapenda kuwapatia faraja na baraka zake za kitume. Amen.
Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, familia ya Mungu jimbo kuu la Dar es Salaam, Tanzania na Afrika katika ujumla wake inamwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa Kardinali Polikapo Pengo, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, kwa maisha na utume wake kwa watu wa Mungu. Amelitumikia kanisa kama padri kwa miaka 54 na ushehe, kama askofu kwa miaka 42 na ushehe, na kama kardinali padri kwa miaka 27. Na tarehe 19 Februari mwaka 2026 majira ya saa 4 kamili usiku akaitwa nyumbani kwa Baba wa milele akiwa katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na askofu mkuu Yuda Tadeusi Ruwaichi wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Ijumaa tarehe 27 Februari mwaka 2026 mwili wa hayati Kardinali Polikapo Pengo utawasili kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu jimbo kuu la Dar es Salaam ili kutoa nafasi kwa waamini kutoa heshima zao za mwisho. Jioni saa 10 kamili kutaadhimishwa ibada ya misa takatifu na baadaye kufuatiwa na kipindi cha sala na maombolezo. Jumamosi tarehe 28 Februari mwaka 2026 kuanzia saa 1 kamili hadi saa 3:45 waamini watapata fursa ya kutoa heshima zao za mwisho, na hatimaye saa 4 kamili misa ya mazishi. Kwa Afrika kaburi daima ni siri, lakini tangu nilipoingia jimbo kuu la Dar es Salaam nilikuwa na mahali ambapo nilikuwa napapenda sana kwenda kusali, kwenda kutulia tu, na mahali hapo ni Pugu. Yule yeyote ambaye atapashwa kunizika anizike kwenye kaburi langu kule Pugu. Kardinali Polikapo Pengo alipewa daraja takatifu ya upadre tarehe 20 Juni mwaka 1971 mikononi mwa hayati Askofu Charles Msakila wa jimbo Katoliki la Sumbawanga. Ni siku ambayo anasema mwenyewe kama hataweza kuisahau, kwani tangu mwanzo kabisa alimwambia mama yake kwamba angetamani kuwa padre na shuhuda wa imani kama alivyokuwa Mtakatifu Polikapo. Askofu Mkuu Gervas John Mwasikwabila Nyaisonga, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, wakati huo katika mahojiano maalum na redio Vatikani anasema Kardinali Pengo katika maisha na utume wake kama padri na askofu, kuanzia na Chingwea na Tunduru Masasi, Kardinali Pengo ameweza kusimama imara bila kutetereka katika masuala ya imani, maadili na utu wema, na kwa njia ya msimamo wake akaweza kuiepusha Tanzania katika dhoruba na mawimbi makali yaliyokuwa inaisonga nchi kwa nyakati mbalimbali. Kardinali Polikapo Pengo katika maisha na utume wake amekuwa ni chombo na shuhuda wa majadiliano ya kiekumene, kidini, kisiasa na kitamaduni, mambo yaliyosaidia kujenga na kuimarisha maridhiano, umoja na mshikamano wa kitaifa. Daima ni kiongozi aliyesimamia usawi, maendeleo na mafao ya Watanzania wengi. Ni kiongozi aliyebahatika kuwa na kipaji cha unyenyekevu na usikivu, kiasi kwamba alikuwa tayari kupokea watu, kuwasikiliza, kung'amua pamoja na kuwapatia ushauri. Kwa wale ambao wametekeleza kikamilifu ushauri wake, wamefanikiwa kupata suluhu ya changamoto zilizokuwa zinawaandama. Kardinali Polikapo Pengo ni kiongozi aliyebahatika kuwa na ushauri chanya katika changamoto za maisha. Katika maisha na utume wake, hasa kwa jimbo kuu la Dar es Salaam, mafanikio makubwa yameonekana chini ya uongozi wake. Idadi kubwa ya maaskofu walioko nchini Tanzania, wengi wao wamepitia mikononi mwake kama wanafunzi, na hata akawaweka wakfu kuwa maaskofu ili waweze kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Nimeiona nyota yako mashariki, nyota yako unajivuna, na rafiki na maana kuja unakotamalaki, kumsujudia Bwana aliyekupa milki. Nimeiona nyota yako mashariki, nyota yako unajivuna, na rafiki na maana kuja unakotamalaki, kumsujudia Bwana aliyekupa milki.
Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Kardinali Polikapu Pengo ni kiongozi ambaye amewathamini sana vijana, akawekeza amana, utajiri, uzoefu na mang'amuzi yake katika malezi na makuzi yao. Leo hii jimbo kuu la Dar es Salaam linaendelea kuwa na idadi kubwa ya mito mitakatifu, si tu kwa watawa na watu wa ndoa, bali hata kwa wingi wa mapadri. Ameimarisha malezi, makuzi na majiundo endelevu pamoja na fungamani kwa mapadri wa jimbo kuu la Dar es Salaam kama kielelezo cha ukomavu wa imani na mwanzo wa mchakato wa kujitegemea kwa rasilimali watu, bila kusahau pia rasilimali fedha. Jimbo kuu la Dar es Salaam ni kati ya majimbo ambayo yana mwamko mkubwa katika kulitegemeza jimbo kwa rasilimali fedha na vitu. Hizi ni juhudi za Kardinali Polikapu Pengo katika utume wake. Askofu Mkuu Gervasi Nyaisonga anaendelea kufafanua kwamba Kardinali Pengo ni mtu mwenye msimamo na malengo katika maisha, na amejitahidi kuhakikisha kwamba anatekeleza malengo yake kwa wakati. Kabla ya kung'atuka kutoka madarakani, alijipangia kwamba jimbo kuu la Dar es Salaam liwe limefikia parokia 100, lakini hadi kufikia tarehe 15 Agosti 2019 parokia za jimbo kuu la Dar es Salaam zikaongezeka zaidi ya namba aliyokuwa amekusudia. Na nia hii ilikuwa ni njema kuhakikisha kwamba waamini wa jimbo kuu la Dar es Salaam wanapata huduma ya kichungaji kwa karibu zaidi. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Askofu Mkuu Nyaisonga anasema shukurani hizi kwa Kardinali Polikapu Pengo ni kwa niaba ya familia yote ya Mungu nchini Tanzania, kwa sadaka na majitoleo yake yaliyowawezesha watu wa Mungu nchini Tanzania, licha ya mawimbi mazito katika medani mbalimbali za maisha, kuendelea kusimama na kushikamana kama ndugu wa moja. Bado familia ya Mungu nchini Tanzania inahitaji kutumia hekima, busara na mapaji aliyokirimiwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu ndani na nje ya Tanzania. Itakumbukwa kwamba Kardinali Polikapu Pengo alizaliwa tarehe 5 Agosti mwaka 1944 huko jimbo Katoliki la Sumbawanga. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi, tarehe 20 Juni mwaka 1971 akapewa daraja takatifu ya upadre, na kwa kipindi cha miaka miwili, yani kuanzia mwaka 1971 hadi mwaka 1973 aliteuliwa kuwa katibu wa askofu jimbo Katoliki la Sumbawanga. Kati ya mwaka 1973 hadi mwaka 1977 alitumwa na jimbo Katoliki la Sumbawanga kuendelea na masomo ya juu kwenye chuo kikuu cha kipapa cha Laterani, kitivo cha taalimungu maadili cha Alfonsianum kilichoko mjini Roma. Aliporejea nchini Tanzania baada ya kuhitimu masomo yake, alitumwa na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwenda kufundisha taalimungu maadili seminari kuu ya Kipalapala iliyoko jimbo kuu la Tabora. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni wao. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, kuanzia mwaka 1978 hadi mwaka 1983 aliteuliwa na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kuwa gambera na mwasisi wa seminari kuu ya Segerea iliyoko jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa hakika kanisa la Tanzania linajivunia seminari ya Segerea, matunda ya jasho na ubunifu wa Kardinali Polikapu Pengo. Tarehe 11 Novemba mwaka 1983 akateuliwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kuwa askofu wa jimbo Katoliki la Nachingwea na kuwekwa wakfu wakati wa sherehe ya tokeo la Bwana tarehe 6 Januari mwaka 1984 kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Akasimikwa rasmi kuwa askofu wa Nachingwea hapo tarehe 19 Februari mwaka 1984. Tarehe 17 Oktoba mwaka 1986 akatangazwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kuwa askofu mpya wa jimbo Katoliki la Tunduru Masasi, lengo likiwa ni kuimarisha mchakato wa majadiliano ya kidini katika kukuza utu, heshima na haki msingi za binadamu. Akasimikwa rasmi tarehe 12 Februari mwaka 1987. Tarehe 22 Januari mwaka 1990 Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akamteua kuwa askofu mkuu mwandamizi.
mwenye haki ya kurithi jimbo kuu la Dar es Salaam na kuingia jimboni tarehe 24 mwezi Mei mwaka 1990. Wamekuwa chumvi ya ulimwengu, nendeni mkaikoleze dunia. Tena mmekuwa nuru ya ulimwengu, nendeni mkaiangaze dunia. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Kardinali Polikapu Pengo akasimikwa rasmi kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam tarehe 12 Februari mwaka 1992. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akamteua kuwa kardinali na kumsimika rasmi tarehe 21 Februari mwaka 1999. Tanzania ikaweka historia ya kupata kardinali mpya miezi michache tu baada ya kufariki dunia Kardinali Lauriani Rugambwa tarehe 2 Septemba mwaka 1990, wakati Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alipotembelea Tanzania. Kardinali Polikapu Pengo aliyekuwa askofu mkuu mwandamizi ndiye aliyetoa hotuba wakati Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alipokuwa anazungumza na wakleri pamoja na watawa wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Katika hotuba yake alikazia kwa namna ya pekee uaminifu na upendo kwa halifa wa Mtakatifu Petro, ari na mwamko wa uinjilishaji wa kina nchini Tanzania unaozingatia mahitaji msingi ya binadamu kiroho na kimwili. Tarehe 12 Aprili mwaka 1994, Kardinali Polikapu Pengo alishiriki katika maadhimisho ya sinodi ya kwanza ya maaskofu barani Afrika na kukazia umuhimu wa waamini kumwilisha imani yao kila siku ya maisha kama ushuhuda wao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Kati ya mwaka 2007 hadi mwaka 2009 alichaguliwa kuwa rais wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika na Madagaskar, SEKAM. Akafanikiwa kuwaunganisha maaskofu wa kusini mwa Afrika na kaskazini kwa kukazia moyo wa SEKAM kujitegemea kwa rasilimali watu na vitu. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Kardinali Polikapu Pengo alishiriki katika mkutano wa baraza la makardinali kwa ajili ya kumchagua Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 na hatimaye Baba Mtakatifu Francisco mwezi Machi mwaka 2013. Katika maadhimisho ya sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho tarehe 15 Agosti 2019, Kardinali Polikapu Pengo akang'atuka kutoka shughuli za uongozi jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa ufupi, hii ndiyo historia ya Kardinali Polikapu Pengo ambayo imeandikwa kwa jasho, uvumilivu na ushirika wa imani inayomwilishwa katika matendo. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, kukunogeshea historia ambayo imeandikwa kwa jasho, uvumilivu na ushuhuda wa imani inayomwilishwa katika matendo ya Kardinali Polikapu Pengo, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, kutoka studio za redio Vatikani. Kama kawa ni marehemu mtarajiwa Padri Richard Mjigwa. Anayejua maisha yangu ni yeye Mungu, kutembea na kuondoka kwangu ni yeye Mungu. Moyo wangu unamshukuru yeye, sio kwa sababu kanipa mengi, bali kwa sababu ya upendo wake ninapaswa kumshukuru. Yeye anayenijalia pumzi na hata mapigo ya moyo, mwanzo na mwisho wa yote ninamshukuru Mwenyezi. Shukuru yeye, sio kwa sababu kanipa mengi,
bali kwa sababu ya upendo wake ninapaswa kumshukuru. Yeye anayenijalia pumzi na hata mapigo ya moyo. Mwanzo na mwisho wa yote ninamshukuru Mwenyezi.